tunakuja huku tunafurahi, tunaenjoy. Kumbe mambo mengine unayofanya ndo haya. Mimi hapa mimi yani ilikuwa hivi, ngoja kwanza. Huyu ni mwanaume wako, si ndio? Endelee kusoma. Ni mwanaume wako? Hebu niambie, shida kwa nini unafanya kitu kama hichi? Kwa nini umeamua kufanya vitu kama hivi? Hili ni swala la kudhalilishana. Na pia ni la hatari. Kwa hiyo inaonyesha huyu kila siku ndo anakulindiaga hizi siri. Yule baba. Yaani huyu hapa. Usikia brother? Baba Mary, naomba ukae hapa brother. Mimi sikae tena. Sikia, njoo kae. Kuna jambo nataka tuongee. Umesikia? Kama kuna kitu kitakuambia uniambie tu. Kwa hiyo tunamaliza hivi? Wewe niambie. Kuna jambo naona hapa linatakiwa tulijue. Kwa hiyo njoo kae kaka, nisikilize mimi basi. Najua una uchungu, najua una hasira. Naomba ukae hapa. Ana nikikaa hapa napata nini? Naomba ukae kaka. Nikikaa hapa napata nini? Si ndio maana nimekuomba ukae. Basi kaa hapo. Huyu ni mshenzi tu kama washenzi wengine. Si mpumbavu tu kama watu wengine. Kwani nikikaa hapa kuna nini anatoa? Wewe anatoa nini? Wewe unaongea maneno hayo. Huyu ni malaya tu kama malaya wengine. Usifanye hivyo, usiongee hivyo kaka. Kaa hapa hivi. Wewe. Kaa hapa. Kaa hapa. Kaka naomba ukae. Leo jaisha. Naomba ukae. Naomba ukae. Kaka naomba ukae hapa tafadhali. Watoto. Mali tunaweka watoto. Mali zote. Mfumo wake ndio nilikuwa nimeweka hivyo. Kivipi? Naomba unielezee hapo. Mfumo ulivyokuwa. Ndio. So tuna mashamba. Ndio. Na mashamba mawili. Ndio. Maduka tunao, maduka yalikuwa matatu, sasa nikafa moja. Lile ndio. Ikabaki maduka mawili. Ndio. Na nyumba tunao moja kubwa. Ndio. Mbele. Ndio. Kwa wani kuna nyumba kama mbili zile ndogo. Ndio. Maisha tu kawaida. Ndio sasa nataka niweze kufahamu utaratibu ambao mliweza kuwawekea hao watoto. Sasa utaratibu ulivyokuwa mwanzoni nilikuwa nataka nicheze party mimi mwenyewe. Lakini nikagundua kwamba patakuwa kuna shida. Ndio. So hilo jambo linahitaji uelewa zaidi. Ndio. Nikashauriwa na rafiki yangu mmoja, tukaenda kwa mtu ambaye anaelewa mambo ya kisheria. Okay. Sasa yeye akasema kwamba kwa kuwa wewe unataka hawa watu hii kitu wasimamie wawe nayo, si ndio? Lakini kuna namna ambayo unatakiwa ufanye kwa sasa hivi. Hawa wataweza kumiliki kulingana na umri wao. Umri wa miaka 18 ndio. Sasa bila usimamizi. Kwa sasa bado wewe upo, ndio. Utakuwepo wewe kwa sababu ni watoto wako. Lakini uweke angalizo kwamba sasa hivi watu wengi wanawekeza katika kampuni za hisa. Unaweza kuingiza sehemu kwamba system yako kwamba mimi mali zangu hizi kama hisa unaziweka sehemu ambapo wenyewe wakawa naziendesha wenyewe kimfumo. Kwa hiyo nikajikuta sasa zile mali zangu nikaa nimeziingiza kimfumo huo. Subiri kwanza. Naomba urudie hapo samani. Sasa alikushauri mwanasheria? Alichonishauri ni rafiki yangu alinishauri kwamba uweke kwenye kikampuni. Tuweke kwenye kampuni ambapo kuna watu wengi anadai kwamba eti na watu wanafanikiwa pia. Kusimamia kama ukisimamia kampuni simamia. Sawa. Sasa mtumishi Gwamaka samani. Ndio. Naomba hapo niweze kueleza vizuri ili watu waweze kufahamu hicho unachokiongea. Ndio. Nisikilize kwa makini, sawa, ninachokiongea. Hicho unachokisema kisheria unakosea. Sio kwamba ni kikampuni, yani unaenda kuweka kwenye kampuni, sawa? Ipo hivi, kisheria kuna jambo moja linaitwa estate planning, sawa? Tunasema hivi, binadamu yoyote ambaye yupo hai hawezi kufahamu leo wala kesho yake, si ndivyo? Hivyo basi kama hawezi kufahamu leo wala kesho yake, leo ataweza kuwa mzima, basi hata kesho anaweza kufariki na akaondoka duniani. Basi hakuna jambo jema duniani kama kufanya kitu inaitwa estate planning. Estate planning ni moja ya aina ya utaratibu ya kuweza kuzigawanya mali zako kwa wanufaika sahihi kabla haujafa, ili siku ukifa kusiwe na mgogoro wowote, kuwe tayari na mgawanyo wa mali zako.
Sawa. Kiufupi, sawa, estate planning ni kile kitendo ambacho unasema kabla mimi sijafa nyumba yangu atamiliki na fulani fulani, kitu kama hicho. Sawa, ni mgawanyo wa mali kabla hujafa. Sasa huwa ina aina nyingi. Unaweza ukatoa kama zawadi, sawa? Lakini pia unaweza ukatengeneza wosia, si ndivyo? Lakini pia kuna hicho kitu ulikuwa unakiongelea hapo, unakisema sasa ulikuwa unakikosea kisheria na kiufundi. Sawa, kile kitu huaga inaitwa trust. Sawa, kutengeneza trust, trust kisheria kwa Kiswahili fasaha na Kiswahili stahiki inaitwa taasisi. Ni ule utaratibu ambapo mali zako zote unazitengenezea taasisi fulani au unazikabidhi kwenye taasisi fulani, ambapo ile taasisi za wenyewe ndio wanakuwa wasimamizi. Sawa, na wakiwa wenyewe ndio wasimamizi, mali zako zote zinakuwa zinaendeshwa na pale, na faida yoyote ambayo inapatikana inakuwa inapewa kwa wale watoto ambao utakuwa umewataja. Unaweza ukaweka watoto, unaweza ukaweka watu unaowahitaji wenyewe, na wewe ndio unakuwa mtengenezaji wa ile taasisi au mwanzilishi. Lakini ile taasisi kazi yao inakuwa inasimamia. Kwa lugha ya kigeni tunasema kwamba trust is the one of the process whereby a person before death create an organization whereby he becomes someone who is so called grantor or etc. Whereby he put all of his property to the trustee, or whereby is organized by someone who called the trustee, and that trustee receive the name of the beneficiary, au watu ambao ni stahiki wanatakiwa kuweza kulisi nini hizo mali. Sawa, kwa hiyo watu wale wanakuwa wanapata faida kupitia hizo mali. Kwa hiyo hicho kitu unachokisema si kikampuni kama unavyosema mtumishi Gwamaka. Mali zako umeziweka kwenye taasisi, naomba nikupe pongezi kubwa. Yaani huyo mwanasheria utanipa namba zake niweze kuongea naye. Naomba nitoe ushauri kwa watu wote. Yaani unajua una faida kubwa sana, utanishukuru baadaye. Mimi ndio. Mali zako hazisome jina lako, wala ulikuwa hazisome jina la watoto wako, lakini zipo kwenye taasisi. Watoto wako ni kama watu wanufaikaji wa mali zako. Sijui unanielewa? Kwa hiyo mali zenu zipo kwenye taasisi, sawa? Kwa hiyo ni faida kubwa, na ninapenda kuwashauri watu wote, kama unataka mali zako ziweze kulindwa, ziweke katika taasisi. Usimpe mtoto zawadi mali, sawa? Kwa sababu akikua anaweza akaingia kwenye madeni, akiingia kwenye madeni watu wanaomdai wakazikamata zile mali zikapotea. Lakini pia anaweza akaingia kwenye ndoa, akiingia kwenye ndoa kama mmoja mwanandoa akisaidia katika mchango wa kukuza ile mali, katika ndoa ikivunjika mgawanyo wa mali, ile mali itagawanywa. Lakini ukiweka kwenye trust anakuwa haimiliki, yeye anakuwa ni mnufaikaji tu. Hongera sana shukuru sana. Hongera sana, umetengeneza taasisi. Kwa hiyo mimi naweza kukwambia mali zako zipo katika ulinzi wa kisheria, they are protected by the law. Kwa hiyo kwa namna hiyo kwamba bado kumbe kuna namna bado niko vizuri. Nakwambiaje? Hebu pata kinywaji kwanza cha hongera. Hebu pata kinywaji, umenifurahisha sana. Sawa. Yaani huo utaratibu unaofanya kuweka mali zako na chini ya taasisi ni mkubwa sana, ni jambo kubwa sana umelifanya. Yaani watu sikuwa najua, lakini sikuwa najua. Ndio. Kabisa. Sikuwa najua kama ina faida kwa kesi. Japokuwa nilikuwa nimeambiwa. Nilichomeka kana zingatia tu kwamba wanufaike tu na nani. Ndio. Nilikuwa najua tu kwamba watoto wangu wataikuta ndio salama. Ndio. Atavamiwa. Kwa hiyo nilikuwa nachukulia hivyo. Sikuwa najua kama hivi katika huu uelewa mkubwa kiasi hiki. Basi hiyo ni jambo kubwa. Kwa hiyo mali zako zipo kwenye taasisi, sawa? Basi zinalindwa, sawa? Sasa naomba nikwambie jambo moja, si ndivyo? Ndio. Kwanza kabisa ulikuwa unasema kwamba unasita kwa sababu ufahamu utaratibu wa kuweza kufuata, si ndivyo? Nakupa zawadi moja, si ndio? Nitakusaidia katika usimamizi wa hili swala lako mwanzo mpaka mwisho. Nimejitolea, nitalisimamia hili jambo lako mpaka mwisho. Watu wote ambao mnamtafuta mtumishi Gwamaka katika mitandao ya kijamii, wengine mkitamani na mkimuomba muwe naye kwenye mahusiano, basi kuanzia sasa hataweza kuongea bila mwanasheria wake. Bado hajalikava, bado hajapona.
ya kwa nini uweze kumtafuta kwenye mitandao ya kijamii uombe mahusiano na mtu ambaye bado ana kidonda kibichi na pia ni mtumishi wa Mungu. Unataka azidi kutenda dhambi? Usifanye hivyo. Sawa mtumishi? Mimi nashukuru sana. Nashukuru sana. Ndio. Pia ni Mungu tu atakulipa ndugu yangu. Shukrani sana. Mimi nashukuru sana kwa sababu sikuwa nategemea hiki na nilikuwa najua tu kabisa kwamba nimeshapoteza kabisa. Sikuwa naona hii. Na alipokuwa hata akiniambia hata mke wangu akiambia mswana tugawane tufanye hiki. Na kitu ambacho kinachomchanganya zaidi ni hivi tu. Basi sasa umesikia sasa ndugu yangu? Ndio. Ipo hivi, sawa? Kwanza tunaanza na hatua ya awali, sawa? Ndio. Unajua hii ndoa yenu ni ndoa ya kidini ya Kikristo, sawa? Ndio. Asilimia kubwa hii ndoa inaongozwa na sheria, sawa? Ambapo sheria ambayo inaiongoza hii ni sheria ambayo imetungwa na bunge letu tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sheria hii inaitwa The Law of Marriage Act, sheria ya ndoa. Utaratibu ambao unasema ya kwamba ili uweze kufikisha shauri la ndoa la kuweza kufungua la kuweza kuomba talaka mahakamani, bali inatakiwa sasa uweze kupeleka cheti cha usuluhishi ambacho kinatolewa katika mabaraza ya usuluhishi, sawa? Na ambapo hicho cheti cha usuluhishi huwa kinaonyesha ya kwamba baraza la usuluhishi limeshindwa kufanyaje kusuluhisha, basi linasema kwamba linajitoa katika yale mamlaka na kuiachia mahakama iweze kufanyaje kusuluhisha. Kwa hiyo sasa hatua za awali tutaanza kutafuta kwanza hicho cheti cha usuluhishi, ambapo itabidi tupitie katika mabaraza yao ya usuluhishi, sawa? Ambapo ataitwa na yeye, sawa? Akiitwa tutawafikiana naye, tutaenda mahakamani, na tukifika mahakamani, sawa, tutaenda mahakamani kufungua shauri la talaka. Na baada ya mahakama kujiridhisha, kwa sababu ukija kuangalia katika moja ya ushahidi wa ndoa kuvunjika na kwamba ndoa hii inahitaji kuvunjwa kisheria ni kosa la ugoni, kushikwa ugoni. Sawa, na kuja kuangalia kosa lake linajidhihirisha, ushahidi tunao na yeye mwenyewe aliweza kukiri. Kwa hiyo hapo haitoweza kuchukua muda kwa sababu yeye mwenyewe alishawahi kukiri na ushahidi upo. Sawa, basi hii ndoa tutaweza kuivunja. Na katika lile swala la mgawanyo wa mali, naomba nikuhakikishie mali zako zinalindwa kwa sababu mali zako zipo katika mfumo wa taasisi, zimewekwa kwenye taasisi. Mali zako hazisomi jina lako, kwa hiyo itakuwa ni ngumu. Lakini sasa ninachoweza kukwambia ni kitu kimoja. Uliniambia hapa kwamba alikuwa na kuomba pesa za matibabu ya Alex, si ndio? Ndio. Lakini kumbe Alex alikuwa mzima, lakini yeye alikuwa anajenga nyumba Dar es Salaam, na hiyo nyumba umeiona iko Mbezi Kimara, si ndio? Mbezi Kimara. Sasa naomba nikwambie jambo moja. Ile nyumba kwanza tunaenda kesho asubuhi, tutaamka tutaenda mahakamani, sawa? Naomba utajiandaa. Sawa. Tutaenda kuweka kitu kimoja kisheria inaitwa caveat. Caveat ni zuio. Tutaenda kuweka zuio kwenye ile nyumba isiweze kuuzwa, kubadilishwa jina la usajili, kitu chochote kwenye ile, isikopeshwe, isifanywe kitu chochote. Kutakuwa kuna zuio kwenye ile nyumba. Kwa hiyo ile nyumba itasimama, sawa? Alafu kitakachofuata ni sisi baada ya kuweza kufungua shauri la talaka tutaenda na sisi ndio tutaenda kufungua shauri la talaka na kuomba mgawanyo wa mali kwa kupitia kifungu namba 114 cha sheria ya ndoa. Wewe unaonekana hauna mali, sawa? Mali zako zipo kwenye taasisi, lakini mke wako ana mali. Kama mke wako ana mali, sawa, mali yake ni ipi? Ni ile nyumba. Na wewe umehusika katika ukarabati na ujenzi wa ile nyumba. Pesa ambazo ulikuwa unazitoa ni pesa zako wewe ambazo unadhani zinaenda kwenye matibabu. Basi tutaiomba mahakama iweze kuamuru ile nyumba iweze kuuzwa. Inawezekana kabisa hizo. Nipo hapa kwa ajili yako, nilikwambia nitakupa zawadi na hii ndio zawadi. Huwezi kuipata sehemu yoyote, utaipata hapa. Na mimi ndo ninachokwambia hicho, sawa? Hilo jambo linawezekana. Sikiliza. Umesikia ndugu yangu? Ndio. Ile nyumba kaipata kwa pesa ambazo ulikuwa unampatia wewe, na ile nyumba ni mali yake, inasoma ni mali yake. Na mali ambayo yote imepatikana na wanandoa, ni ndoa ikiwa inavunjika, ile mali inabidi kugawanywa katika kwa kuangalia mchango. Na wewe mchango wako ni mkubwa. Risiti za ushahidi unazo, ukimtumia pesa si unazo?
ni vitu vielezeki. Yaani kwa hivi, yaani kama hili jambo litawezekana, Naam. kuna namna mwanamke atafundishwa sana na Mungu. Ndio. Wanawake wengi wanadhani kwamba mume peke yake ndo ana mali za kugawanyika, lakini hata wenyewe kama kuna mali yoyote anayo na wewe umechangia, wewe tena ile mali wewe ndo umechangia kiasi kikubwa. Kwa hiyo ile nyumba inabidi iuzwe tuweze kupata cha kwetu na yeye achukue cha kwake. Sawa? Mimi nashukuru sana. Niseme nashukuru sana. Naam. Yaani kama kuna namna ambavyo watu wangekuwa wanapatikana kama wewe hivi, nadhani kuna vitu vingi watu wangesaidiwa sana. Usijali sana ndugu yangu. Nashukuru, nasema tena ni Mungu atakulipa. Sio, usijali ndugu yangu, atakulipa. Mimi sina cha kulipa kwa sasa hivi. Naelewa. Kwa Mungu atakulipa sana. Ndio. Pale ambapo unapotoa nguvu yako, kisha energy yako imeshaanza kurejea sasa hivi. Basi mimi nikuhakikishia kwamba hili jambo sisi tutalisimamia kama nilivyoweza kutoka kukuahidi, na baada ya kulisimamia mimi nitakuomba jambo moja. Wale watoto bwana, kama ulivyosema, wale watoto hawajakukosea na wewe hauna kinyongo. Na wewe pia ni mtumishi pia, na hata vyeti vya kuzaliwa bado vinasoma ni jina lako, si ndio? Mimi nitaomba siku ukirudi Mbeya basi urudi na wale watoto ukaangalie, lakini si kwamba nakulazimisha, na kuomba kwa kuangalia wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini pia wale watoto baba yao wamewakataa. Mimi sidhani kama mapenzi kwa mjomba yanaweza yakawa mazuri zaidi kama ambayo utaenda kuwapatia wewe, ambayo wanakufahamu wewe ndio baba yao. Na kama unasema hata zikipita siku 3 lazima wakutafute uweze kukuulizia kama baba. Basi mimi hayo, mimi huo ndo utakuwa ushauri wangu wa mwisho niweza kukupatia, lakini kesho tutaendelea na masuala yetu ya kisheria kuweza kuangalia utaratibu wa kuweza kuanza kupambana. Basi mimi nilikuwa naomba uweze kuwaambia kwa ufupi tu watazamaji neno moja, maneno machache watazamaji, uweze kuwaambia hali yako kwa sasa upoje, lakini pia uweze kwa ufupi sana uweze kuwaambia chochote. Sawa. Ndio. Kitu cha kwanza ni kuahidi kwanza wewe kwamba wale watoto wako kwa mjomba wao wanaendelea. Lakini nikwambie wale watoto watasoma. Ndio. Kwa sababu kuna mwanga umenipa hapo, mwanga pia. Ndio. Sawa. Ndio. Kuna mwanga umenipa kupitia hizo mali. Ndio. Wale watoto watasoma. Lakini katika kitu ambacho ni lazima wao wakati wafahamu, ni lazima wafahamu baadaye kwamba mimi sio baba. Unaelewa vizuri? Ndio. Sijajua mama yake mwenyewe kama ataendelea kukubali. Lakini akielewa watoto wataendelea kusoma kama kawaida. Shukrani sana. Nitafurahi sana nikiwa. Sawa. Kitu cha pili niwaambie kitu ambacho asante sana. Mimi nadhani watazamaji wameweza kukusikia, wamekusikia kwa maridhawa. Ilikuwa ni mimi mwanasheria wako pendwa Jamal Ahmadi, nikiwa pamoja na ndugu yangu mtumishi wa Maka, mtumishi wa Mungu. Leo roho ya kimungu ilikuwa imetutembelea katika kipindi chetu. Niweze kusema ya kwamba asante sana kwa muda wako. Ikiwa ndio mara yako ya kwanza kuangalia kipindi hichi au ndio unaangalia kipindi hicho, basi usisahau kulike, kusubscribe na kucomment katika hii chaneli yetu ili tuweze kukuza familia. Hapo chini kuna alama imeandikwa subscribe. Please weza kusubscribe ili tuweze